Inasemekana katika makabila 125 yanayopatikana katika nchi ya Tanzania, mojawapo ni kabila la Wakurya. Wakurya kwa wingi wanapatikana nchi jirani, nchi ya Kenya, lakini kwa wingi wakipatikana mkoa wa Mara nchini Tanzania. Ifahamu historia yao kwa ufupi na asili yao kiujumla. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inasemekana ni kabila ambalo asili yake ni kwamba ni wakari mno. Kutokana basi na kuwa na maswali mengi imenifanya niandae makala hii. Naitwa Prince Stefano, fuatana nami. Kwa mujibu wa mtafiti mmoja, anasema asili ya Wakurya ni Misri. Walifika Kongo kati ya 322 kabla ya kuja kwa Kristo. Wengi wanajiuliza ilikuwaje hadi Wakurya kuja kutokea ndani ya nchi ya Tanzania pamoja na Kenya. Hapo zamani kulikuwa kuna mtu anaitwa Monto. Huyu ni mzazi wa Wabantu wote. Monto alizaa Range miongoni mwa wanae. Range alizaa Magaiwa, Magaiwa alimzaa Mkurya. Mkurya alizaa watoto watano ambao ni Nyanchage, Wangwe, Mongoso, Nano na Mendi. Nyanchage aliwazaa Mtimbaru, Mosi na Musanga. Hawa ndio tunawaita Inchage. Wangwe aliwazaa Moracha, Mwirege, Keroba, Mugumbe na Gisiri. Hawa ndio tunawaita Engwe, Kemoramba, Egesaka. Watu walivyozidi kuongezeka, ukoo wa Gisiri ulikimbilia Umasaini na huitwa Osiri. Hadi leo huko Umasaini wanajulikana hivyo. Wengi wanabaki na swali kijiuliza hii ilikuwaje? Kutokana na kosa lililofanya Gisiri ni story ndefu. Kutokana na kosa lililofanya Gisiri, ilibidi ukoo wa Moranto ubadili jina na kuitwa Banyamungo, ikiwa na maana wenye magala ya chakula. Lakini pia ukoo wa Mugumbo ulibadili jina pia, ukaitwa Abalenchoka, yani Waranyoka walioishi katika mlima wa nyoka. Mongoso alimzaa Mkira, mtoto pekee. Huyu ndio mzazi wa Bakira, na maana ya Mongoso leo ni tembo dume. Kwa Kenano, Nano alimzaa Mukenye, Musweta na Msimbete. Hawa ndio waitwao Inano, yani nyani. Kutokana na hawa waliibuka watu mbalimbali kama Abakine, Abarieri, Abamera, Abanyansha na Abangoleme. Tuje kwa mtoto wa mwisho anaitwa Mendi. Mendi alizaa mtoto mmoja tu, yani Munchali. Hawa walijiita Emendi, yani panya mdogo au Iligeki. Sasa nikwambie, Wakurya wana majina 6 ya wazaliwa wa kwanza, 3 ya kiume na 3 ya kike. Nitaanza na ya kiume, Mwita, Marwa na Chacha, na nitamaliza na kike ambayo ni Gati, Boke na Lobi. Wacha nikufafanulie maana ya majina haya. Mwita asili yake ni huita, yani kuua, kifo. Wakurya kitu kinachowashinda kupambana nacho basi huamua kukienzi. Kifo kiliwashinda wakaamua kienzi kwa kuwapa wazaliwa wa kwanza jina hilo ili wakizoe. Shasha au Chacha asili yake zimekuja ni jina lililopewa watoto wa kiume waliozaliwa wakati ng'ombe zimeibwa au zimeletwa toka Masaini au Sukumani. Wakurya huamini ng'ombe wote ni wa kwao, hivyo ni kama walipolwa. Kwa hiyo vijana wao walipoenda kuiba ilikuwa sio kuiba, bali ni kuzifuata na kuzileta, yani zimekuja. Shasha. Malwa ni pombe iliyoandaliwa na kunywewa kusherekea ng'ombe zilizoletwa kuibwa. Kwa majina ya wanawake, Boke au Boke ni asali, vitamu, kitu kilichopatikana bila jasho na kinacholeta vitamu. Hupewa mtoto wa kike kwa sababu kuleta ng'ombe bila jasho ni baraka kwa familia. Lobi au Lobi kutokana na neno elobilo. Hii ni shangwe inayofanywa na wanawake na wanaume kufuatia tukio zuri kama kurudisha ng'ombe zilizoibwa. Shangwe hiyo ikifanya na wanaume pekee huitwa Engoliga, lakini wapatanyao wanapofika nyumbani nyimbo zao huimbwa na wote, na hapo huitwa elobilo. Ndo asili ya jina Lobi. Gati au Gati hutokana na neno la kimaumbile, yani umbile la mwanamke uke. Kilichofanya likastajabiwa ni kuwa mke na mume hulala pamoja. Inakuwaje mwanamke abebe ujauzito lakini sio mwanaume? Gati maana yake ogotea au kupasuka, kwamba wamepasuka ndio maana wanabeba ujauzito. Hili ni jina la kuenzi umbile la mwanamke. Tuzifahamu ndoa za kimila za Wakurya. Nyumba ntovu, mwanamke aliyezaa watoto wa kike tu ili atakapokufa baadaye nyumba yake isitoweke, huamua kuwa binti na kuendeleza uzao wa nyumba yake. Nyumba mboke ni kama mwanamke hakuzaa kabisa, iwe binti wala mvulana, huyo huoa ili apate uzao. Nyumba ntune ni kama kijana alizaliwa kwao na vijana wengine au peke yake, lakini bahati mbaya akafa kabla ya kuoa, hasa kama alikuwa amepita umri wa utoto, ubulisia. Hivyo familia hukaa na kupanga kuoa mke na kufufua jina la kijana huyo aliyekufa. Nyumba nyana, hii ni aina ya ndoa ambayo mwanaume aliyooa ni tahila au kilema au zezeta. Kwa kuwa jina la mwanaume alipotea Ukuryani, basi ndugu wa familia huomba kuoa na kuzaa watoto, lakini watoto hao ni wa huyo mlemavu ambaye kwa kawaida anakuwa hawezi majukumu ya kutungisha au kulea familia. Nyumba ngulu, ikitokea kama familia haikubahatika kupata mtoto wa kiume mapema, lakini baadaye akazaliwa wazazi wakiwa wazee
au amekata tamaa, huyo mtoto huolewa mwanamke ambaye huja kuzaa kuendeleza uzao wa mtoto. Mtoto huyo akikuwa huchagua aidha kukubali huyo mke au vinginevyo, lakini mwisho wa siku ni familia yake. Eteto ni aina ya ndoa ya kawaida. Mwanaume anaoa mke wake au mke wa pili kwa kuhalika. Ikumbukwe kuwa awali mwanaume wa kuoa aina ya ndoa hapo juu ni yule aliyechaguliwa kutoka kwenye ukoo au familia husika. Natumai umefurahi kuisikia historia ya Kuria na asili yao. Tutumie ujumbe kwenda namba 0717455470 SPDJ kama kawaida.